tuna uchungu mwingi. Huyo mama alikuwa mama mpole, mkalimu, mwenye mambo mawili matatu. Alikuwa mama wa heshima sana. Mukikutana kwanza anasimama musalimiane, akuulize nyumbani niache, na anaenda zake. Kwa huo ukalimu na uzuri wake, ndio sababu munaona hata masisi yake ni yani tulivu zaidi. Kwa hivyo tumempoteza mama, lakini hatutatoa Mungu makosa, kwa maana Mungu alijua alimuleta duniani kwa nini, anajua atamuleta lini, na alikuwa anajua atafanya nini, na baada ya hayo Mungu alikuwa anajua ni tarehe gani mama ataondoka, atalala bila amelala hivi. Kwa hivyo mimi kwa nafsi ya familia natoa shukurani kubwa kwa Mungu, kwa maana alileta huyo mama duniani kama zawadi, na yale amefanya munaona. Kwa hivyo penye ataenda, aende salama. Mungu amlase pahali pema peponi mpaka siku tutakapoonana. Mama alale salama na alale salama na alale salama. Asanteni. Asante sana Mr. Daniel Omuko kwa huo ujumbe wako. Asante, tunashukuru. Kwaya yetu itupee wimbo mmoja, alafu tusongee mahali pengine. Karibu kwaya. Aya namangana maya asinjira yuwekiranu kurwa jingo.
Asante sana kwaya kwa wimbo mzuri wenye tumetuimbia. Sasa tunajua tuna makanisa mengi hapa na wako karibu na sisi hapa. Tunakaribisha Nyakome PCG, tunajua mko nazi, na SDA yetu yenye iko karibu hapa Obaracho tutairecognize nayo iko. Sasa tutakaribisha Nyakome PCG, kama mwakilishi wako harakishe. Pastor Jeremiah, nimeambiwa pastor huko, wewe kuja kwa neno na tuendelee. Pastor, karibu. Wacha tu tuombe, kwa sababu tukiwa mali hapa tunajua tuko chini ya wema wa Bwana. Baba, katika jina la Yesu tunakuabudu, tunakuinua, tunainamisha vichwa vyetu, tunasema unaweza na unastahili kuabudiwa. Asante Yesu, kwa sababu mama alipolala, wewe Mungu wetu unatazama mwisho kuja mwanzo. Tunajua hakuna jambo lisilowezekana mbele zako. Hakika Bwana Yesu, tenda jambo jipya lisilo la kawaida, na unene pamoja na watoto wake, pamoja na wajukuu na wote ambao tuko hapa. Bwana, sema pamoja nazi, na jina lako litukuzwe na tena liabudiwe. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini, amen. Nimesimama leo hapa nami kwa ajili ya mama ambao ametuacha. Ninajua jambo moja la kwamba ili sio jambo ambao limekuwa leo hapa peke yake, ni jambo ambao liko kila mahali. Nataka kuchukua huu muda kusema katika hii familia, wacha Mungu akawafariji, akawatie nguvu, akawape neema mpya na uvuvio kwa jina la Yesu. Nataka tuangalie neno la Bwana katika kitabu cha Revelation. Hapo ndipo ninaweza kuangalia kitabu ja hiyo kitabu ndio nataka tuangalie 21 verse 4, ya kwamba tutapanguzwa machozi. Na tunapoliangalia hilo neno, ninajua kuna ibada ambayo inaenda kufanyika siku ya leo, na ninajua kuna wageni hapa na kuna watu wengi ambao wamekuja kwa ajili ya maombolezo ya mama. Neno hilo kitabu cha Revelation ama Ufunuo, najua inasema tutapanguzwa machozi. Sijui kama kuna nani ambaye amelipata ili tukapate kusoma pamoja Revelation, ndio tupate kusikia Mungu wetu anasema nini. Tutapanguzwa machozi, kilio kingine akitakuweko, kwa sababu huyu Mungu tunayemtegemea, huyu Mungu tunayemwabudu, huyu Mungu tunayemzii ako na uwezo na mamlaka. Sijui kama kuna mwenye ameipata. Kitabu cha Ufunuo 21 mstari wake wa 4. Naye inasema ya kwamba naye atatufuta kila jozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, maumivu
hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Biblia inasema ya kwamba atapangusa jozi kutoka machoni petu, na hakika vile ambao tunapolia, tunapohuzunika, Bwana anasema ya kwamba nitapangusa machozi kutoka machoni petu. Na Biblia inasema ya kwamba kilio tena hakitakuweko. Yaliyo ya kwanza hayataonekana. Biblia inasema ya kwamba yale ambayo yanaonekana hayatakuweko tena. Ndiposa maandiko yanasema katika kitabu cha Tito 1:16 kuna neno ambao Biblia inasema ya kwamba hata kama watu wanaonekana tunampenda Mungu, lakini ile heshima ya kumheshimu Bwana watu hatuna nayo. Tunaonekana vyema, na ninashukuru Mungu kwa sababu neno lake ni haki, neno lake liko na uzima, neno lake liko na nguvu. Neno lake linabadilisha, linafanya jambo lisilo la kawaida. Nashukuru Mungu kwa sababu kwa huu muda ambao mlionikubalia nami pia nikaomboleze pamoja na mama, maana nilikuwa nikimjua, tulikuwa tunaongea na yeye, na ninashukuru Mungu kwa sababu ninajua ibada ambayo itakayofanyika ni ibada ambayo inampa Mungu utukufu, sio ibada ya kawaida. Na katika hiyo ibada Bwana Mungu wetu anaweza kufanya jambo ambalo lisilo la kawaida. Nashukuru sana kwa sababu ya ule muda ambao mmenipa. Mungu akawabariki, tukaendelee pamoja katika ibada ya siku ya leo ili tukamlaze mama vile ambao inastahili. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, neno lako ni haki na neno lako liko na uzima. Asante kwa sababu ya wapendwa wote ambao wameingia mahali hapa. Pasipo imani mwanadamu hawezi kumpendeza Mungu. Natangaza kwa jina la Yesu, uwezo na mamlaka ukatawale mahali hapa na ufanye mambo makubwa. Neno lako litakalosomwa, neno lako litakalonenwa, kila jambo linalotendeka litendeke chini ya wema wako na fadhili zako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Asante sana kwa nafasi. Asante Pastor. Sasa tunaenda kwa SDA. Mmoja wa SDA tuko nao karibu hapa, ni jirani yetu, hatuwezi wasahau. Karibu. Mmoja kutoka SDA, kama pastor wa SDA yako kama hayuko karibu, sasa tutaenda kwa CMA, chairperson wa CMA kutoka center yetu. Kama ako karibu na we kucha utupe neno. Chairman wa Paris, karibu. Hata ingawa unakuja saa hizi, tunakukaribisha kuja kwa neno moja tu. Najua uwe ni relative ya hapa, lakini sasa utapata nafasi kwa ajili ya kanisa. Aroisi mwalimu, karibu. Chukua nafasi ya mwenyekiti wetu wa CMA. Karibu. Asante mwenyekiti wa sherehe hii, na pole kwa watu wote wala ambaye ni wa familia hii. Mama amelala
nasi tunasema ama tunarudishia Mungu asanti kwa vile yeye mwenyewe amemfanyia kazi hadi kifo chake. Kwa hivyo tunamrudishia Mungu asanti kwa yote, na ninasimamia wanaume wote wa Katoliki katika parokia yetu. Asanti. Thank you chairman. Hiyo ni vazi yako special yenye ilikuwa kando na ile ingine. Sasa kwa vile kwaya imeenda kukula, tutapea Jacqueline mwenye atakucha na wimbo. Chaki, karibu kwa wimbo. Kweli naikumbuka na siku ile watu watakaposimama mbele yangu wakiweka mwili wangu udongoni, uzima na mauti vikiningoja. Kweli na siku ile watu watakaposimama mbele yangu wakiweka mwili wangu udongoni, uzima na mauti vikiningoja. Nitasikia sauti katika Bwana
pia mwana. Asante sana kwa wimbo. Sasa mtashangaa kwa nini tunaongea Kiswahili peke yake. Hata ukipewa nafasi utaweza ongea hata Kikisii juu tuko mchanganyo. Sasa tutatangaza nyumba za usafi. Kwa wamama mtatumia hii yenye iko karibu hapa. Mkiangalia kwa upande wangu wa kulia mbele hivi. Na kwa wanaume mtaenda pale mahali penye chakula iko kando yake. Sasa tutabadilisha kipindi na tutaenda hivi. Kwa kila mtoto wa mama najua ako na marafiki zake, ako na watoto, na tukikuita hivi unakuja vile tunakuita na watoto na wenye wamekukujia. Hivyo tutaanzia hivi. Nitasoma Peter afuatwe na Gladys, Frederick, twende Charles na kuendelea. Sasa kama Peter uko karibu, ukuje na familia na wenye wamekukujia. Hivyo ndivyo tutaenda. Peter, uko karibu? Peter, najua uko hapa, kucha. Sawa. Nimesikia Peter vile umesema. Sasa tutaenda kwa kwaya. Kwa wenye mmefika mtufungulie kwaya yetu. Nimesikia ati mwalimu ameenda kidogo. Sasa tutaenda kwa pasta yoyote mwenye amekuja, tusimfungie kutoka kanisa lolote lile. Kuna pasta yoyote ama mwakilishi kutoka kanisa lolote lile? Naomba hivi, familia tafadhali, kama tunaanza mwelekeo wa kuita the relatives, kwa hivyo tunaomba kwamba familia mjipange, kwa sababu hatutakaa tukiruka ati hao wageni hawajakuja ama wale. Familia mjipange vizuri. Ukiitwa unakuja na watoto wako, wale ambao wamekukujia kama marafiki, na pia relatives. Unaweza kuwa na watu ambao wako upande wako. Mutasimama, unapigwa picha, mmoja anatuombea. Hivyo mpaka tumalizie familia. Kwa hivyo wacha tukue hivyo. Hawa ndio wamefika kuomboleza pamoja na sisi. Sara Nyaboke ametoka Miriri na ni mother in law. Karibu sana mama. Dorika Nyangate from Nyamira ni niece. Karibu niece wetu. Michael Onsongo from Nyamira, nephew. Spora Nyanchora from Nyamira, niece. Tuko na Nyanchoka from Nyamira ni granddaughter. Molly Maigo, sijui ni Molly ama ni Nelly, from Asumbi ni rafiki. Karibu Molly. Joyce Kerubo from Nyamache ni mother-in-law. Karibu mama. Pacifica Kerubo from Nyamache, mother-in-law. Karibu mama. Andrew Achiki from Obuari ni cousin. John Gesure from Bombo ni nephew. Evans Nyanchera and a group ni cousin from Kebirigo. Karibuni nyote, mjisikie mko nyumbani, tushirikiane kwa kumaliza huu mpangilio. Kwa mara ya mwisho tulikaribisha Pastor Jeremia akatupa neno na pia na maombi.
tukaeka tukasema kwamba yeyote from our church near here SDA, inaweza kuwa uko SDA na hujatoka karibu hapa, lakini unajisikia kusimama kwa ajili ya kanisa la Seventh Day Adventist, umekaribishwa. Sio lazima uwe pastor, unaweza kuwa unataka kuwakilisha kanisa lako. Kwa hivyo kwa mara ya mwisho tunaita mmoja kutoka hilo dhehebu. Nafikiria kwaya yetu inaendelea kujitayarisha ili tuweze kuimba. Kuna mmoja wetu ambaye ako na shairi. Kuna mmoja karibu sana, naona umefika, karibu sana. Waombolezaji na wasalimu wa mjambo. Mimi ni korera wa huyu mama ambaye ameaga, na ninawakilisha. Nilisikia mwanzo muliita SDA hapa karibu, lakini mpaka saa hii kwa vile hawajakuja ni wawakilisha. Mimi ni mmoja wa Seventh Day Adventist deacon kutoka kanisa langu, natoka sehemu za Keroka. Kwanza nataka kusema vile nimeangalia eulogy ya mama, nimeona ni mcha Mungu. Kwa hivyo ni kitu gani nitasema? Kutoka kitabu cha Zaburi 116, ukisoma mstari wa 15 unasema mambo mazuri sana kwa wale ambao ni wacha Mungu. Sijui utanisomea kutoka hapo. Zaburi 116 mstari wa 15 unasemaje? Waje iseme. Zaburi 116 mstari wa 5, na nitasoma kwa lugha ya Ekegusi. Sawa. Omonene ni igale nobuya na oboronge, Nyasaye oito ni igale omonyene amabera, lingana lya Nyasaye. Sawa. Sijui ulisoma 15 kweli? 116 nilisoma mstari wa 5, samahani. Na soma mstari wa 15. 15. Zaburi 116 mstari wake ukiwa ni 15 inasema ekera abantu abachenu bomonene bagokwa ama kweli ayo nigale ayengencho enene asale. Sawa. Lingana kobwa koba nobotenenku obonene, lingana lya Nyasaye. Sawa. Yaani imesema wakati mtu ambaye ni wa Mungu, yaani mcha Mungu, anapokufa, kifo chake kinakuwa cha maana sana katika Mungu. Kwa hivyo mimi naomba kwamba huyu mama kulingana na vile tunavyosoma inaonyesha ni mcha Mungu. Kwa hivyo kifo chake ni furaha kubwa kwa Mwenyezi Mungu. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa vile umetuleta mpaka hapa kwa sababu ya mazishi ya mpendwa wako. Sisi tunashukuru kwa vile ametimiza wajibu wake katika dunia. Amepata watoto, amewalea jinsi ulivyotaka, na saa hizi yeye amelala. Tunashukuru kwa vile umemuweka mahali panapostahili. Tunaomba
wakati sherehe yake inapoendelea, utuongoze iendelee vyema na iishe jinsi mapenzi yako yalivyo. Kwa hivyo tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Asante sana kwa kuwakilisha dhehebu la Seventh Day Adventist. Kwa wageni wetu ambao mnaendelea kuja, tunawashukuru sana na tunawaambia karibu. Wimbo kutoka kwa kwaya, na hatimaye kuna mtoto ambaye sijui ni mtoto but kuna mmoja wetu anataka kukariri shairi. Kwa hivyo kwa wakati ufaao utafanya hivyo, uendelee kujitayarisha. Karibu kwaya.
Asante sana kwaya yetu kwa huo wimbo mtamu. Father, karibu sana. Karibuni sana. So asante. Mama Cecilia akona wimbo, na Mama Cecilia ni mke mwenza kwa Mama Paulina. Kwa hivyo Mama Cecilia, unakaribishwa kwa wimbo. Tunaendelea kuwatambua wageni wote ambao mmefika kuomboleza pamoja na sisi siku hii ya leo, na tunawakaribisha sana kwa roho kunjuvu, na tuendelee na tuzidi kushirikiana. Mama Cecilia, karibu kwa wimbo. Asante sana kunipea hii chansi. Nataka niimbie mwenza wangu kwa nyimbo ya kwaheri ya mwisho, na nitaimba nyimbo ya Kiswahili. Mama mpendwa, leo ni kwaheri, tutaonana porudi kwa Yesu. Pauline mpendwa, sasa ni kwaheri, tutaonana porudi kwa Yesu. Kwaheri, 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 he he. Kwaheri mama wetu, Mungu akulinde. Kwaheri, kwaheri, kwaheri mama wetu, kwaheri mama wetu, Mungu akulinde. Wakati mwingi ulikuwa nasi, tukikumbuka mazuri ulifanya. Wakati mwingi ulikuwa nasi, tukikumbuka mazuri ulifanya.